ilikuwa inazungumzwa sana hili swala la Yanga kujenga uwanja, si ndio? Ndio mpaka wamepata eneo, lakini pia walikuwa toka siku nimekwambia toka siku wamefanya Yanga Day mwaka uliopita kwenye tamasha lao walikuwa na hizi heka za kutaka kujenga nini? Kutaka kujenga uwanja, si ndio? Lakini hapo awali tumesikia hadithi nyingi sana, lakini hawajawahi kufikia katika hatua hii ambayo siku ya leo wamefanyaje? Wamefikia kwamba wamepata mzabuni, kwa baada ya hapo wanaenda kuongea na mzabuni ili kusudi waweze kuweka kila kitu sawa katika swala zima la nini? La ujenzi, si ndio? Kwa hiyo sasa tusubirie kinachofuata. Sawa, kwa sababu hatuwezi tukasema moja kwa moja kwamba ni hadithi, hapana. Tunachokiangalia sasa hivi ni utekelezaji. Unajua sasa kwa sasa hivi inabidi tukae kimya ili kusudi vitendo viweze kuzungumza sana. Kama kweli wamedhamiria kujenga uwanja ni kitu kizuri, kwa sababu ukiangalia kwa mfano ule uwanja wa KMC, si ndio? Wakiwa wanataka kucheza mechi hapo mwenyewe ulidhibitisha kabisa milioni 6 mechi moja, si ndio? Kwa hiyo kwa timu kama ile ikipata uwanja wa nyumbani, na maana kwamba itakuwa imesave hizo cost, na maana na timu mechi zote za nyumbani itakuwa inachezea pale nyumbani. Lakini ikisema bado iendelee kuhangaika, mara Azam Complex wasema wanarogwa, mara waende KMC, mara wapi, kwa hiyo itakuwa haipendezi, si ndio? Kwa hiyo inabidi wachangamke. Angalia mfano mzuri sasa hivi ligi ya mabingwa barani Afrika wamepeleka michezo kule Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex. Usifikiri kwamba ameenda kucheza bure. Pale New Amani Complex wamiliki wake wanaingiza kipato kwa kila mchezo, si ndio? Kwa hiyo what if kama Yanga angekuwa nyumbani ana uwanja wake mzuri, alafu akachukua sasa hizo pesa ambazo zilikuwa ni za kulipia uwanja, sasa angefanya vitu vingine. Kwa hiyo inabidi kwamba wajitafute, lakini pia wajitahidi. Mimi nikipiga mahesabu kwenye ligi yetu tuna timu nyingi ambazo tuseme zinafadhiliwa pengine na makampuni makubwa, tusiyataji kwa sababu pengine issue za biashara, lakini changamoto kubwa imekuwa ni namna ya kuyashawisha makampuni hizi taasisi kuinvest pia kwenye eneo la miundombinu. Asilimia kubwa ukiona mikataba mingi utakwambia basi tutafadhili labda kwenye eneo la mishahara, ndio utakwambia sisi tutafadhili labda eneo la usafiri, labda tutafadhili eneo la ulipaji wa nini wa mishahara kwa baadhi ya staff wa timu, lakini sio eneo la miundombinu. Unafikiri ni wapi ambapo vilabu vyetu pengine niseme vinakwama kuwashawisha wawekezaji ambao tuko nao au wanakuja kwenye ligi yetu? Mfano tutoleo tu mfano mdogo, japokuwa naweza kuwa ni mfano mkubwa sana. Kwa mfano ukienda Bundesliga, asilimia kubwa viwanja vingi vinavyojengwa pale unakuta ni vya kampuni, yani kampuni ambayo inakuja kuwekeza pale inakuja labda kufadhili timu. Utakuta labda utaambia bwana sisi hapa tuna uwanja. Mfano tuseme timu kama Bayern Munich, Allianz Arena wale, ile uwanja sio ile kampuni sio nini, yani sio semeji, ile ni kampuni amekuja kuwekeza Bayern Munich. Sio vizuri wakamwambia bwana sisi tunaomba tujenge uwanja pale, na wakajenga uwanja. Red Bull as the same pia tunavyoona kwenye ule uwanja wa Red Bull Arena wa RB Leipzig. Shida sisi tunashinda wapi? Hata ukienda Afrika Kusini asilimia kubwa pia ni issue hiyo. Unakuta timu nyingi zina viwanja, lakini timu taasisi zinadhamini, lakini pia unakuta zile taasisi zinachukua uwanja, zina ukarabati, zinaupa jina lake kwa niaba ya timu hiyo nyingine. Sisi tunashindwa wapi? Of course mimi niseme kwamba kwanza kabisa kwa upande wa ligi ya Bongo, matimu ambazo zinaizunguka ligi ya Bongo, iwe ni championship, iwe ni ligi kuu, bado sana. Yaani bado sana kwenye uwekezaji wa miundombinu. Kwa sababu gani? Kwanza ligi yetu tukubali tu, hata kama tuko namba 6 kiubora barani Afrika, lakini bado tukubali sisi ni wachanga sana katika swala zima la michezo. Angalia mentality ya viongozi ambao tuko nao mpaka sasa hivi. Viongozi ambao wanaziongoza hizi timu, sawa? Kwa sababu chochote kizuri ambacho kinatokea au kibaya ni matokeo ya uongozi ambao uko madarakani, si ndio? Kwa hiyo kwa asilimia kubwa sana timu za Bongo haziamini katika kuwekeza kwenye miundombinu, si ndio? Timu za Bongo nyingi zinaamini katika kuwekeza katika sajili za wachezaji wakubwa ili kusudi waweze kupata mataji hapa pale, lakini sio kwenye viwanja. Au kwenye mechi sio kipaumbele kwa kipindi hiki. Na uwezo sana kutokushuka daraja. Na uwezo ukasema kwamba ligi imekuwa bora kama hauna nini, kama hauna viwanja. Ila kuja kutukumba. Angalia tu mfano mzuri sana hivi tungesema Tanzania tuiandae AFCON sisi kama sisi. Ingewezekana kweli kwa viwanja tulivyo nao?
kwa viwanja isingewezekana. Kwa sababu ukiangalia tu miundombinu ya viwanja vyote ni vile vilivyojengwa enzi zile za ukoloni. Enzi za ukoloni mpaka sasa hivi ndio vinatumika. Kwa hiyo sasa ukija kuangalia kwamba bado hatujafikia ile level ya kusema kwamba sisi tuweze kuhold nini mashindano makubwa. Na ndio maana kila siku ligi yetu itakuwa inazidi kufanyaje kudrop. Kwa hiyo sasa viongozi hawa wa timu kubwa hizi, kwa mfano Yanga, kwa mfano Simba na timu zingine nyingi kubwa, si ndio, ambazo zinashiriki ligi kuu lakini pia na championship, inabidi waweke mentality kwamba timu iwe na nini, iwe na uwanja, lakini pia bodi ya mpira, si ndio, ama bodi ya ligi, si ndio, na TFF kwa ujumla inabidi zijumuike pamoja, waweze kuwashawishi, waweze kuweka kanuni, wapitie ule sheria zile kwamba angalau timu iwe na nini, na viwanja. Sasa unaweza kukuta timu haina kiwanja cha kucheza mpira, si ndio, lakini pia hata kiwanja cha mazoezi haina. Unaona, wanakodi viwanja vya nini, vya mazoezi. Unaona, kitu ambacho kinapelekea ligi yetu isifanyeje, isiendelee.